kabla ya wewe kuamini kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya, unatakiwa uamini kwanza yeye ni nani. Kwa imani yako kwamba Yesu ana uwezo wa kukuponya inatokana na imani yako kwenye yeye ni nani. Kwamba yeye nani? Kwamba yeye ndiye Kristo, mfalme, Bwana juu ya wote wenye mwili. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema kumwamini Yesu Kristo maana yake nini, ama ni mambo gani ambayo tunatakiwa kuyaamini ili imani yetu katika Yesu Kristo iwe sahihi. Ni mambo gani ambayo tunatakiwa kuyaamini ili imani yetu katika Yesu Kristo iwe sahihi. Na tulisema tutaangalia maeneo kama 4 hivi. Jambo la kwanza, Yesu Kristo ni nani? Jambo la pili, alikuja kufanya nini? Na jambo la tatu, aliagiza ama aliahidi kitu gani? Na jambo la 4, kwamba aliamuru kitu gani? Kwa hiyo wiki hii tunaanza kuangalia alikuja kufanya nini. Alikuja kufanya nini? Tutaangalia alifanya nini. Na ninaamini kabisa tukishaangalia kwa kina tutakuwa tumepata uelewa mzuri, na tutakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupiga hatua na imani yetu ikakaa katika mwamba ulio imara. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Huruma Gadi. Kama hujasubscribe basi naomba uende pale ukusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nawe ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili yako wewe unanisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo. Lakini zaidi ya yote unahamasisha wengine na waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli, na kupa hongera sana kwa utii wako kwa kuwa mwanafunzi wa Kristo kwa vitendo. Kwa hiyo nasema neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo vizidishwe kwako. Pia natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Na kupa hongera sana. Kumbuka kwa njia ya redio tunaweza kufikia watu wengi kwa wakati mmoja. Tofauti labda na tungeenda tukafanya mkutano wa injili mahali. Kumbuka kwa njia ya redio tunaweza kuwafikia hata wale ambao wasingeweza kufikiwa katika hali ya kawaida kwa sababu ya umbali na maeneo ambayo wanakaa. Lakini pia kwa njia ya redio tunawafikia na wale ambao labda kwa namna moja ama nyingine wana changamoto ya afya na hawawezi kutoka kwenda makanisani, kwenda kwenye mikutano ya injili, na kwa maana wanapata fursa ya kuhudumiwa neno la Mungu wakiwa hapo nyumbani. Kwa hiyo nakupa hongera sana wewe unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa neema na kweli, vipindi vya neema na kweli pamoja na mimi na timu yangu. Nasema asante sana. Maombi yako ni ya muhimu, usichoke, endelea kusimama pamoja nasi. Baada ya kusema hayo, nataka tuendelee sana somo letu. Kumbuka tulishafanya utangulizi, kwa hiyo nataka niende moja kwa moja Yesu Kristo alikuja kufanya nini. Na kama ambavyo nilikueleza katika utangulizi, nataka tugawe sehemu mbili. Tuangalie message yake. Alikuwa yeye mwenyewe anasemaje. Kwa hiyo sehemu nzuri ya kuanzia tutaanza katika Yohana 18. Tulishaisoma, nataka tuisome tena. Yohana 18. Injili ya Yohana mlango wa 18. Alafu tutaenda kwenye mstari kama wa 34 ambapo Bwana Yesu ampelekwa mbele ya Pilato, amekamatwa wakati ule wanataka kwenda kumsulubisha. Alafu tuangalie mazungumzo yalivyokwenda. Tuanze mstari wa 33. Anasema basi Pilato akaingia tena ndani ya praetorio, akamwita Yesu akamwambia, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Sasa nataka uone kitu kimoja. Of course Pilato alikuwa ni governor ambao kwa leo hii tungeweza kusema labda kwa hapa kwa Tanzania tungeweza kusema kama mkuu wa mkoa. Kama mkuu wa mkoa. Mfalme alikuwa ni Herode. Herode alikuwa ni Myahudi. Huyu alikuwa ni governor.
Kwa hiyo na zamani, kama unakumbuka historia yako ya shule ya msingi, tulikuwa tuna kwa mfano kama Uingereza walitutumia governor. Governor akawa anatawala hapa kwa niaba ya mfalme wa Uingereza ama kwa niaba ya malkia. Sinadhani kuna moja kwa inaitwa Bistwich, kitu kama cha namna hiyo. Kwa wale magavana walikuwa ni wasimamizi kwa niaba ya na serikali ya Rumi walivyokuwa wakifanya, walikuwa wamwacha Herode, alikuwa ni Myahudi. Kwa hiyo anatawala kwa niaba ya, lakini wakati huo kwa sababu hawamwamini kihivyo, pale Yerusalemu wamweka Pilato. Kwa hiyo anasema basi Pilato akaingia tena ndani ya Praetorio, akamuita Yesu akamwambia, "Je, wewe ni mfalme wa Wayahudi?" Yesu akamjibu, "Wewe wasema hivi kwa nafsi yako au watu wengine walikuambia habari zangu?" Sasa nikukumbushe tena, Wayahudi walikuwa wanashamra wakiamini kwamba huyu Yesu ni Masihi, ndiye mpako mafuta, ile pako mafuta kuwa mfalme, na kwa hiyo ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, "Ama ni Myahudi mimi? Taifa lako na wakuu wa makuhani ndio waliokuleta kwangu. Umefanya nini?" Yesu akajibu, "Ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwe mikononi mwa Wayahudi, lakini ufalme wangu sio wa hapa." Sasa sababu kwamba Bwana Yesu anasema ufalme wake sio wa ulimwengu huu, haina maana kwamba ufalme wake haujaja hapa ulimwenguni. Ndio maana kwa mfano ukisoma katika Mathayo 12:28, Mathayo 12:28 anasema, "Ukiona nimetoa pepo kwa Roho wa Mungu, jua ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia juu yenu." Kwa hiyo anachosema ni kwamba chimbuko asili ya huu ufalme sio hapa duniani. Na ukisoma Zaburi ya 103 mstari wa 16 anasema, "Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni na ufalme wake unatawala vitu vyote." Kwa hiyo maana yake kwamba chimbuko la huu ufalme ni mbinguni. Na kwa maana hiyo huu ufalme wa mbinguni, ama unapokuja hapa duniani, nini kinachotokea? Kinachotokea ni kwamba inafungua mlango kwa sisi kuishi maisha ya mbinguni tukiwa hapa duniani. Ndio maana anasema ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Kwa ujio wa ufalme wa Mungu ni mlango ambao Mungu ametufungulia wa sisi kuanza kuonja na kufurahidi na kufurahia maisha ya mbinguni hapa duniani. Kwa hiyo anaendelea anasema mstari wa 37, "Basi Pilato akamwambia, wewe u mfalme basi?" Yesu akajibu, "Wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Sasa nataka huu mstari wa 37 niruhusu nisome kwanza kwenye TKU, maana kwenye SUV ni kama anamkejeli Pilato, lakini si kweli. Kama maana kwenye SUV anasema wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme, wewe wasema, naona. Lakini ukienda kwenye TKU anasema hivi, Pilato akasema, "Kwa hiyo wewe ni mfalme?" Yesu akamjibu, "Uko sahihi unaposema kuwa mimi ni mfalme." Ndicho ninachotaka ukione. Upo sahihi unaposema kuwa mimi ni mfalme. Alafu sentensi inayofuata nataka turudi kwenye tafsiri ya neno. Tafsiri ya neno anasema, "Kwa kusudi hili nilizaliwa na kwa ajili ya hili nilikuja ulimwenguni." Kwa kitu cha kwanza anasema mimi nimezaliwa niwe mfalme na nimekuja duniani kwa ajili ya kuwa mfalme. Na anasema katika hiyo kazi ya kuwa mfalme, anasema ili nishuhudie kweli. Mtu yeyote aliye wa hiyo kweli usikie sauti yangu. Kwa hiyo anasema nimezaliwa kwa kusudi la kuwa mfalme, nimekuja duniani ili niwe mfalme, na katika kutekeleza majukumu yangu kama mfalme, manake ninashuhudia kweli. Kwa kama anashuhudia kweli, manake kuna uongo ambao upo. Kwa hiyo ndo maana amekuja kuondoa huo. Kwa hiyo nataka ulione hilo la kwanza. Sasa nataka tuende kwenye Luka mlango wa 4. Luka mlango wa 4, kwa ajili ya kupata muktadha tutasoma kuanzia mstari wa 40 mpaka wa 43. Luka 4 mstari wa 40 mpaka wa 43. Anasema hivi, "Na jua lilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake," yani kwa Yesu, "akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya. Pepo nao waliwatoka watu wengi wakipiga kelele na kusema, 'Wewe u mwana wa Mungu.' Akawakemea asiwaache kunena, kwa sababu walimjua kuwa ndiye Kristo." Kwa hiyo anasema pepo walimjua kwamba yeye ndiye Kristo, ndio maana walikuwa wanapiga kelele. Sasa angalia mstari ule wa, "Na Kristo nani? Ni yule aliyepakwa mafuta kuwa mfalme." Kristo nani? Kristo ni mzao wa Daudi, kama tulivyoona kwamba Kristo ni Bwana juu ya wote. Kwa hiyo 42 anasema hivi,
Hata kulipokucha alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu, makutano wakawa wakimtafuta, wakafika kwake, wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia, imenipasa kuihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Sasa huu mstari wa 43 niruhusu tena ni usome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno, kwa sababu ametumia neno badala ya kutumia sababu, ametumia neno kususikia. Anasema hivi kwenye neno, lakini yeye akawaambia, imenipasa kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, kwa maana kwa kusudi hili nimetumwa. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema ametumwa kwa kusudi la kuwa mfalme, ndio maana amezaliwa hapa duniani. Kwa anasema kwa kusudi hili nalizaliwa, alizaliwa awe mfalme, akaja duniani ili kuwa mfalme, na kwa maana pia anasema kwa kusudi la kuhubiri, kutangaza habari njema ufalme wa Mungu ndicho kilichomleta. Haya ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Na ukitaka kujua kwamba hili jambo liko serious, tunapokwenda kwenye Marko kwa mfano, ili tuweze kuona hichi kitu. Marko mlango wa 1 na mstari wa 14 na wa 15. Anasema hivi, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo anasema hii habari njema, yani Injili, habari njema ni habari njema ya Mungu. Inahusu nini? Inahusu ujio wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Sasa kumbuka vitu kadhaa rafiki. Kumbuka Mungu alipomuumba mwanadamu katika bustani, ama katika Mwanzo mlango wa 1, ama alipotangaza kusudi la kumuumba mwanadamu katika Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 26, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, na tuwape mamlaka ya kutawala vitu vyote. Sasa tunafahamu Zaburi ya 103 mstari wa 19, ufalme wa Mungu unatawala vitu vyote. Kwa ili huyu mwanadamu aweze kutawala vitu vyote, ilibidi apewe ufalme wa Mungu. Tuko sawa? Sasa ufalme wa Mungu maana yake nini? Kwa mamlaka ya kutawala ya mwanadamu aliopewa mwanadamu na Mungu. Na hichi kitu kuna mambo ya kueleza hapa rafiki. Ngoja nijaribu kwenda taratibu. Iko hivi. Mungu amemuumba mwanadamu kwa kusudi la mwanadamu kutawala. Kwa nini? Tunajuaje? Tunajua kwa sababu kwa mara ya kwanza mwanadamu anapotajwa, anapozungumzwa, anazungumzwa akihusishwa na kutawala vitu vyote. Mwanzo 1:26. Sasa kwa wasomaji wa Biblia na wanatheolojia kama wanasikiliza, wanafahamu kuna kitu kinaitwa kanuni ya kutajwa mara ya kwanza na kanuni ya kutumika mara ya kwanza. Kanuni ya kutajwa mara ya kwanza na kanuni ya kutumika mara ya kwanza, kutajwa mara ya kwanza, kutumika mara ya kwanza, maana yake ni kwamba kama kitu tunaangalia, tukitaka kujua kitu kinamaanisha nini na kinatumikaje, tunaangalia mara ya kwanza kilitajwa wapi na kilivyotajwa kilikuwa kinatumikaje. Kwa mwanadamu anatajwa mara ya kwanza kwenye Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 26, na tunaona anatajwa akihusishwa na kutawala vitu vyote alivyokuwa ameviumba Bwana Mungu. Hilo ni la muhimu sana ukalishika. Na tunaona Mwanzo 1:28 Mungu akimwezesha mwanadamu, anasema Bwana Mungu akawabarikia, akawaambia zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkaitiishe na kutawala kila kitu, samaki wa baharini, ndege wa angani na kadhalika kadhalika. Kwa hiyo kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu ilikuwa ni ili mwanadamu atawale hapa duniani. Kwa hiyo mamlaka aliyopewa mwanadamu. Sasa Mungu sio kama binadamu. Ukisoma Warumi 11:29 anasema karama na mwito wa Mungu hauna majuto. Mungu akishakuita kwenye kazi, maana yake ni kwamba hakunyang'anya kuondoe, ama akishakupa karama hakunyang'anya kuondoe. Isipokuwa kitakachotokea kama umeamua kuacha njia yake, maana yake ni kwamba ile karama na ule wito utakuteketeza, utakuangamiza. Okay. Kwa hiyo mwanadamu aliumbwa kwa kusudi la kutawala. Sasa hii mamlaka aliyopewa mwanadamu kwenye Mwanzo 1:26 inapotenda kazi chini ya uzima, tunaita ufalme wa Mungu. Lakini mamlaka hiyo hiyo ikitenda kazi chini ya mauti, inaitwa ufalme wa shetani ama ufalme wa giza. Na ndio maana Mungu
mchukua Adamu, Mwanzo 2:15 hadi 17, na kumuingiza ndani ya bustani ya Eden, anampa angalizo. Anamwambia matunda ya mti wa bustani, matunda ya mti wa bustani unaweza ukala, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Siku utakayokula utakufa hakika. Kwa lugha nyingine, siku utakapokaidi na kuamua kula matunda mti huu, maana yake ni kwamba utakuwa umeingiza mauti, na ukiwa umeingiza mauti, maana yake hii mamlaka itageuka na itakuwa chini ya huyo ambaye ana control mauti. Na ukisoma Waibrania 2:14-15 anasema Ibilisi ndo aliyekuwa na nguvu za mauti. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mamlaka ya mwanadamu inaenda chini ya Ibilisi. Tunaenda vizuri mpaka hapo? Kwa hiyo Bwana Yesu anapokuja, tunapomwambia habari njema ya Mungu kwamba ufalme wa Mungu umewadia ama umefika, maana yake ni kwamba ni kurudishwa ama kurejeleshwa kwa ufalme wa Mungu. Sasa kumbuka Mwanzo 3:15, baada ya anguko pale bustani ya Eden, Mungu aliahidi ujio wa Kristo. Na kwa mantiki hiyo alikuwa anaahidi kwamba ufalme wake utarudi tena hapa duniani. Utawala wake utarudi tena hapa duniani kupitia mzao wa mwanamke. Na ndio maana ujio wa Yesu Kristo unakuwa ni habari njema, kwa sababu kupitia yeye sasa ufalme wa Mungu unarudi hapa duniani, na kama alivyomwambia Daudi, maana yake ni kwamba kiti chake cha enzi cha utawala wake kitathibitishwa na kufanywa imara milele, na ufalme wake utakapokuja safari hii hauondoki tena, utabakia hapa duniani milele. Sio kama kipindi cha Adamu ambapo ufalme wa Mungu ulikuja, Adamu akaasi, akafanya dhambi, na kwa maana hiyo ufalme wa Mungu ukaondoka na ufalme wa shetani ukaingia ukatamalaki hapa duniani. Tuko sawa? Sasa ngoja nikuonyeshe madhara ya kile ambacho Adamu alikifanya. Tukienda kwenye Luka mlango wa 4 mstari ule wa kwanza. Of course nalenga Yesu ametoka Jordan, amejaa Roho Mtakatifu, akaenda nyikani kujaribiwa na Ibilisi. Sasa ukaenda mstari wa 5 anasema hivi, akampandisha juu, yani Ibilisi ama shetani akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami nampa yeyote kama nipendavyo. Ngoja tusome kwenye Biblia ya Neno tuone anasemaje hicho kifungu. Luka 4:5 hadi 6. Anasema hivi, Ibilisi akampeleka hadi juu ya mlima mrefu, akamwonyesha milki zote za dunia kwa mara moja. Akamwambia, nitakupa mamlaka juu ya milki hizi na fahari zake zote, kwa maana zimekabidhiwa mikononi mwangu, nami ninaweza kumpa yeyote ninaye mtaka. Biblia ya habari njema anasema hivi, kisha Ibilisi akamchukua hadi mahali pa juu, akamwonyesha kwa mara moja falme zote za ulimwengu. Huyo shetani akamwambia, nitakupa uwezo juu ya falme zote hizi na fahari zake, kwa maana nimepewa hivi vyote, nikitaka kumpa mtu ninaweza. TKU anasema hivi, kisha mwovu akamchukua Yesu, na kwa muda mfupi akamwonyesha falme zote za ulimwengu. Mwovu akamwambia, nitakufanya uwe mfalme wa sehemu zote hizi, utakuwa na mamlaka juu yao na utapata utukufu wote. Yote yametolewa kwangu, ninaweza kumpa yoyote kadri ninavyopenda. Sasa swali linakuja ni hili, aliyempa mamlaka ya kutawala dunia nzima Ibilisi ni nani? Maana anasema falme zote za dunia ama za ulimwengu ziko chini yake. Na anamwambia Bwana Yesu, mimi nina uwezo wa kukupa hizi. Nina uwezo wa kukufanya wewe Yesu uwe mfalme juu ya falme hizi zote na fahari yake. Maana zimekabidhiwa mikononi mwangu. Aliyemkabidhi shetani, aliyemkabidhi Ibilisi hii dunia ni nani? Tunafahamu sio Mungu. Kwa hiyo ni nani aliyemkabidhi? Ni Adamu. Kumbuka Adamu kwenye Mwanzo 1:26 yeye ndo aliyepewa mamlaka ya kutawala hii dunia. Lakini kumbuka pia Zaburi ya 115 mstari wa 16 anasema, mbingu ni mbingu za Bwana, bali dunia amewapa wanadamu.
Kwa hiyo maana yake nini? Mwanadamu ndiye aliyechukua hii dunia akaikabidhi mikononi mwa ibilisi. Kwa lugha nyingine, Adamu kupitia uasi wake, yeye ndiye aliyechukua hii dunia akaikabidhi mikononi mwa ibilisi. Na kwa maana kama ni mwanadamu ndiye alikabidhi hii dunia mikononi mwa ibilisi, basi maana yake ni kwamba pekee anayeweza kuirudisha hii dunia mikononi mwa Mungu ni mwanadamu. Sasa kumbuka, dunia ni ya Mungu na vyote vijazavyo, lakini aliichukua akaikabidhi chini ya utawala wa mwanadamu. Mwanadamu ambaye alitakiwa atawale kwa niaba ya Mungu. Kwa lugha nyingine, ufalme wa Mungu utawale kupitia yeye. Huyu mwanadamu pale bustani ya Eden akaamua kuasi. Kwa hiyo akapindua serikali halali ya Mungu iliyokuwa madarakani, ufalme wa Mungu akauondoa, alafu akaruhusu ufalme wa shetani, serikali ya ibilisi, serikali kandamizi na onevu ya ibilisi ikaja na kuanza kutawala hii dunia. Kwa hiyo ibilisi anamwambia Bwana Yesu kwamba hizi anamuonyesha dunia nzima, anamuonyesha milki zote, falme zote. Anaambia nitakufanya uwe mfalme, uwe mtawala juu ya hivi vyote. Maana iko mikononi mwangu na mimi na uwezo wa kumpa yeyote kama ni takavyo ama nipendavyo. Angalia anasema kwenye neno, anasema akamwambia nitakupa mamlaka juu ya milki hizi na fahari zake zote, kwa maana nimekabidhiwa mkononi mwangu, nami ninaweza kumpa yeyote ninayetaka. Sasa ngoja tuone Bwana Yesu alijibu nini. Kumbuka amekuja kuishuhudia kweli. Ndio tumeona. Ngoja tuone alijibu nini. Je, alimwambia shetani wewe ni muongo ama alimwambiaje? Mstari wa 7. Biblia anamwambia hivi, basi wewe ukinisujudia mbele yangu yote atakuwa yako. Kwa hiyo sharti la ibilisi kwa Bwana Yesu nini? Kwamba nisujudie nami nitakukabidhi yote haya. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Sasa ukitazama hapa huoni Bwana Yesu akikataa na kumwambia ibilisi kwamba hii dunia haiko mikononi mwako. Tunaona Bwana Yesu kama anachenga swali, yeye anaenda kwenye kuzungumzia habari ya kusujudu. Kwa hiyo anakataa kusujudu, lakini hazungumzii kukanusha maneno ya shetani kwamba yeye sio mmiliki wa hii dunia. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba wakati Bwana Yesu anakuja, alikuwa amekuja kurudisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Ndio maana kwa mfano tukienda kwenye Luka hiyo hiyo tukasoma 19 na mstari ule wa 10, akiwa nyumbani kwa Zakayo, anasema mstari wa 10, kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kile kilichopotea. Hajasema wale waliopotea, anasema kile kilichopotea. Kwa hiyo anazungumzia kile kilichopotea. Swali linabakia moja, ni kitu gani hicho? Angalia kwenye Mathayo 18:11. Anasema kwa maana mwana wa Adam alikuja kukiokoa kilichopotea. Kukiokoa kilichopotea. Kilichokuwa kimepotea nini? Ni ufalme wa Mungu ulikuwa umepotea hapa duniani. Kwa hiyo yeye amekuja kuurudisha. Sasa katika kurudisha huo ufalme, maana yake inabidi aokoe wanadamu. Kwa wokovu wa mwanadamu ni katika mpango mzima wa kurudisha ufalme wa Mungu hapa duniani. Ndio maana unaona mara zote amezungumza hivyo. Ama ukasoma kwenye nini? Tukirudi kwenye ile Luka, ngoja niende chapuchapu. Kwenye Luka 19 tukianza mstari wa 10, anasema hivi. Tuanze mstari wa 9. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika hapa. Akiwa nyumbani kwa nani? Kwa Zakayo. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Abrahamu. Kwa sababu mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ili ufalme wa Mungu uweze kurudi hapa duniani, ilikuwa inabidi aokoe mwanadamu. Kwa hiyo mpango wa wokovu ni katika harakati za Mungu kurejelesha ufalme wake hapa duniani. Kwa hiyo nachotaka ukiona ni kitu hichi, kwamba ufalme huu wa Mungu
uliondoka hapa duniani kwa sababu Adam na Eva walimuasi Mungu. Kwa hiyo wakachukua mamlaka waliokuwa wamepewa na Mungu wakaiweka chini ya shetani. Kwa hiyo shetani akawa ndio mtawala wa hii dunia. Kwa hiyo Bwana Yesu anavyokuja, maana yake ni kwamba analeta ufalme wa Mungu. Na ndio maana kipindi kinachokuja nitaanza kuonyesha jinsi ambavyo hizi falme mbili kila mara zilivyokuwa zikikutana ulikuwa unatokea mgongano na mtafaruku mkubwa. Ilikuwa ni kama mapambano baina ya falme mbili, ufalme wa nuru na ufalme wa giza, ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. Ufalme wa Mungu ukiongozwa na Yesu Kristo na ufalme wa shetani of course ukiongozwa na ibilisi mwenyewe. Ndio anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, na akaenda kila mahali kutenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo ndo nataka uanze. Ndio anasema ametangaza habari njema ya ujio wa ufalme wa Mungu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tutane kesho muda na wakati kama